wa Injili, na kila mmoja ambaye amefika pale anatarajia kukula mkate wa neno. Mfalme mwema, watu hawa wamejaa hapa, una vile Bwana umepanga kuwafunza. Bwana, wacha ninene kulingana na mapenzi yako leo. Jehova, nao uwanene na washike neno. Neno lina nguvu ya kukomboa, neno lina nguvu ya kuponya, neno lina nguvu ya kufanya ibada ambazo tunahitaji. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini, tuseme amen. Leo tunazungumzia neno la bingu na milango kufunguka tena. Ambia huyo mwingine, bingu na mlango kufunguka. Praise the Lord. Nyumbani tuna milango. Sema milango. Na milango ambayo tuko nayo nyumbani, nani ana uwezo ya kufungua mlango wa nyumba? Ni mama na mzee. Wakati katoto kamezaliwa, hakana nguvu ya kufungua mlango, sivyo? Na kwa hivyo mlango wa nyumba, uliza huyo mwingine, nani anafunguaga mlango kwako nyumbani asubuhi na nani anafungaga jioni? Wewe kwa mwodogia tena, kuna mtu anaweza kukagojea akufungie mlango uralewe kengeu. Siku moja nilikuja hapa kanisani, nikakuta wakati huo hakuwa kunalala watu, si kama saa hii kunalala watu wengi. Zamani hakuwa kunalala watu. Lakini siku moja nilikuta, tulienda sisi wote, lakini mlango haikufungwa. Lakini Mungu alituma malaika wake, hakuna kitu ilipotea siku hiyo. Na mtu anapokuja akuta mlango imefunguliwa, maybe hata hawezi ingia sababu nafikiri kuna watu da. So kila siku kuna yule anafunga mlango mkilala na kuna yule anafungua. Na kabla mlango ufungwe na kabla mlango ufunguliwe, kuna stahili kuwa na mtu ambaye amezungumza na Mungu, ambaye anafunguaga bingu na milango ya baraka. Lakini unakuta ya kwamba kuna watu wanaamuka vile wanataka. Masaa imefika, kunywa chai para wanabi. Unakuta wapi mkate, wapi nini, si unasiagi, weka hiyo siagi. Unakuta mtu anakula haraka anaenda. Hakajakubuka, amelala vizuri, Mungu amemlinda usiku, lakini unakuta ya kwamba asubuhi na mapema huyo mtu hata hajarudisha shukrani. Na hapo ndipo wale walichapa Yesu. Mtu mmoja alisimama akasema, asante apuda ni ateke. Unapolala vizuri, unapoamka vizuri, shukuru ambaye alikulinda usiku huo. Sababu kuna watu ambao hawakulala na hawakuamka, lakini wewe ulilala na ukaamuka. So ni vizuri kuwa na shukrani. Sema shukrani. Hallelujah. By the way, hata ni vizuri kuwa na shukrani, kuwa na mshirika ambaye ni neighbor yako, kumwambia, kumsalimia high five, unamwambia shukrani kwa kuwa my neighbor hapa kanisani. Simfanye hivyo, usalimie mwingine, mwambie asante, nimeshukuru kwa sababu ya kuwa my neighbor kanisani. Haleluya. Msalimie high tena, umwambie asante sana. Sema amen. Sema haleluya. Haya, sikiliza na usikiliza vizuri. Kila jambo ambalo unafanya, unastahili kuwa una shukurani. Sema shukurani. Wangapi walishukuru leo kwa sababu ya kuamka asubuhi kabla wakuja church? Inua mkono, ishara ya mkono. Inaonekana kunao wengi, lakini kunao ambao hawakushukuru. Haya, sijui ni wangapi ambao mahali tumefika kuna mlango umefunguka, na sijui kama walienda kushukuru Bwana.
kwa sababu ya mlango fulani uliofunguka. For example, kuna wakati ulifungiwa nyumba, ulishukuru. Praise the Lord. Kuna wakati pia ulikuwa huna kazi. Kuna wakati ulikuwa unalilia, nitapata mtoto lini? Alipatikana. Ulienda kurudisha shukrani. Mlango ukifunguka unastahili kuwa na shukrani, ili mwenye kufungua mlango aone una shukrani, akuongezee. Praise the Lord. Siku moja nikapigia mshirika simu, nikamuuliza kwa nini sijakuona siku kadhaa kanisani? Akaniambia ni mtume. Hata nakusikilizaka usiku. Nikaanza story. Mtume, unatuombeaga vizuri. Nashukuru sana. Hata nitatuma soda. Nikamuuliza, si mambo na soda, nataka kukuuliza ulienda wapi? Hapana, mtumishi wa Mungu, ina mlango uliniombea ifunguke, ilifunguka. Na ndio maana hata sasa nimesema nitatuma soda. Nikamwambia mara nyingine, siongei mambo ya soda, na kuuliza ulienda wapi. Akanijibu na akaniambia hivi, mchungaji, ina mlango ulifunguka, lakini nitarudi church. Haleluya. Hebu sikiliza na usikiliza vizuri. Wakati ule tuliongea na yeye, akaniambia, mimi hata sijaenda mahali, niko nyumbani. Sasa kwa roho yangu iliandika hivi, asanti ya puda nima. Praise the Lord. Ikiwa Mungu amekutendea muujiza, ukitaka kusustain ile miracle, lazima uende umshukuru, asustain ile baraka ambayo amekupatia. Praise the Lord. Haya, wakati huu, mwezi huu, kuna miujiza na ishara itaonekana hapa kanisani. Na mlango ukifunguka, kuweni na shukurani, wapendwa, ili mwenye kufungua asustain ile muujiza ambaye inaenda kutendeka. In Jesus name. Sema haleluya. Ikiwa kuna mwezi ambayo itakuwa na miujiza mingi, ni mwezi huu. Sababu nguvu ambazo zilimfufua Yesu kutoka kwa wafu zitatembea kwa kila moja. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, hebu tuende moja katika kitabu cha Ufunuo, Revelation 3 verse 8. Biblia inasema hivi, 3 verse 8. Nayajua matendo yako. Tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hakuna awezaye kufunga. Hebu tuseme pamoja, nimeweka mbele yako. Rudieni nyuma yangu, nimeweka mbele yako. Sauti ya watoto iko juu kuliko yenu, na nyinyi ndiye wengi. Nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hakuna awezaye kufunga. Ninajua kwamba una nguvu kidogo, lakini umelishika neno langu, wala hukulikana jina langu. Sema amen. Biblia inasema ya kwamba najua matendo yako. Tazama, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. Kwanza, kuna milango mingi Mungu amefungua. Kwanza, Mungu akafungua mlango mmoja wa wewe kumjua, na ndio maana uko hapa. Praise the Lord. Number 2, kuna mlango wa wokovu ambao Mungu amefungua, na ndio maana uko hapa kwa sababu ya wokovu. Haleluya. Number 3, kuna kanisa pale Mungu ameweka pale Abba Faith. Hiyo ni mlango mwingine.
Na wewe kukubali kuingia kwa mlango ya kanisa, hiyo ni mlango kufunguliwa. Praise the Lord. Mlango wa wewe mwenyewe kuketi kwa kiti pale, hiyo ni mlango mwingine. Praise the Lord. Mlango ambao umefungua wa kusikiliza neno la Bwana, huo ni mlango pia. Amen. Mlango wa kuwa mtulivu, huo ni mlango mwingine. Haleluya. Kwa hivyo Bwana yuko pamoja naye, na amesema ya kwamba najua matendo, tazama nimeweka mbele yako mlango. Kwena mlango muhigure. Kuna mlango umefunguliwa tayari. Na utili ungehiga, hakuna wala hakuna awezaye kuufunga. Kukuja kwako kanisani, hakuna mtu ambaye anaweza kukufungia. Ni wewe mwenyewe unaweza jifungia pale. Kupenda Bwana, hakuna mtu anaweza funga. Ni wewe ujipendee. Haleluya. Na kwa sababu unazo nguvu, hata ikiwa ni kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu, hiyo mlango utaona makuu nikifanya. Sema nitaona makuu. Unajua huu ni mwezi, nirudie tena, huu ni mwezi wa miujiza. Huu ni mwezi wa miujiza. Watu wa kuamini wakubali. Watu ambao hawana kuamini, wao hawataona muujiza. Sema haleluya. Huu ni mwezi wa kuomba. Huu ni mwezi wa, na yule anaomba anape. Mathayo 7:7, obeni nanyi mutapewa. Huu ni mwezi wa maombi. Mlango ukifunguka, milango yote ya baraka, ishara na maajabu, miujiza ikifanyika, sustain ya hiyo milango imefunguka ni kwa kuomba na kushukuru na kutafuta na kubisha. Haleluya. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye hupata. Haleluya. Nataka utazame. Sijui wewe unatazama. Unajua kuna mama niliona kwa TV, ati tulifuga soko tukaambiwa tutapewa. Sijui kama TV yenu iliongea hivyo. Mimi niliona kwa TV. Sijui kama ni kuota ama ni TV niliona hivyo. Tuliambiwa tufuge soko sisi wote. Sijui ni nani alisema watu wafuge soko. Ati kunikuwa na mtu alikuwa anakuja, ati wakaambiwa wafuge soko, lakini waliahidiwa 1,000 hawakupata. Kwa mama na wazee wa nyumba ya Bwana, kuna watu wa kwetu najua 4. Watu wangapi? 4. Kutoka wakati wa mtu ambaye alikuwa anaitwa Wakabibi, mimi nilikuwa naona hawa watu wakisema mudo na otawa, mudo nota ginya raishi. Kabini ikifika maiga mudo nonga, wakasema mudo na otawa hata kwa Wakabibi. Ugoka mudo kibata wo muite, bakiwa mudo no muite. Leo thaishi maiga mudo no ishongwa. Ngai miaka yote nyumba ciao ni cia mabati. Na mudo no nigiuria ngiuga mudo no Yesu. Mimi nikiulizwa nitasema mtu ni yeye. Praise the Lord. Kwa sababu zaidi ya miaka 20 wamekuwa wakiinua watu na kusema mudo no, mtu ni. Haleluya. Si wabadilisha wimbo waibie Yesu, tuone kama anaweza badilisha maisha yao. Siku ya kampeni naona kwa magari. Sikilizeni na msikilize vizuri. Wakati mtaangalia juu, wakati tutaangalia juu,
tuache kuangalia watu wa dunia, ndio mambo yetu itabadilika. Praise the Lord. Na ndio maana Yohana 4:1, baada ya hao nikaona, na tazama mlango umefunguliwa mbinguni, na ile sauti ya kwanza niliyosikia ilikuwa kama baragumu ikisema nami, ikisema panda huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Sema haleluya. Amen. Tazama mlango umefunguliwa. Abia wewe tazama mlango umefunguliwa. Na sauti ile ya kwanza niliyoisikia ilikuwa kama baragumu ikisema mimi, ikisema nami, ikisema panda huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Gaine hali yokunia maudo manene. Praise the Lord. Hebu niulize saa hii nikiwa na pesa zimejaa hii vitu yenu ya sadaka, nikuja nayo, niwapatie mtu, kila mtu 500, 1000, 200. Hebu nikuulize swali. Wamama kama hawa ni valuation ya 2000. Value yako ni 2000. Sema la. Praise the Lord. Value yako ni 5000. Hapana. Na ndio maana hata ukiangalia value, hebu angalia huyo mwingine umuulize, unajua value ya ile nguo nimevaa ni ya how much? Praise the Lord. Unaweza ukavalue maisha yangu nimetumia pesa ngapi ya Mungu. Valuation peke yake. Watu wengi wamekufa wakifanya campaign, wakitetea wanasiasa. Umezika watoto wakitetea watu. Nataka tubadilishe fikira zetu. Wache tutetee Yesu na atatutetea. In the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Wacha tutetee Yesu. Onakuaga ikogioma no kureso akure. Madhani ya rogoshwo. Kwa hivyo tazameni milango umefunguliwa mbinguni, na ile sauti ya kwanza uliyoisikia kama baragumu ikisema, "Ho, panda huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwapo baada ya hayo." Haleluya. Padani na huko. Wacha tuinue Mungu wetu wakati huu. Wacha tuinue kanisa la Bwana wakati huu. Wacha tuinue mikono yetu mbele za Bwana, kuliko kuinulia watu mikono ambao baadaye wanaachwa mikono tupu na kilio. Ndia makira muno kuona andu makiuga nyanya ciakwa cirathukiire na mboga itangirihika. Haleluya. Mwadhani agosho. Wacheni kuinua watu, inueni Mungu wenu atawainua. Mwadhani agosho. Sababu wale watu tunainua, hata wakati tulikuwa tunazaliwa hatukuwa tunawajua. Hata hakuna wakati tumekula one bread yao. Inueni, Mungu atawainua. Atawaonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Praise the Lord. Ni kwa sababu Mungu amefungua mlango, na Mungu akifungua mlango hakuna akufunga. Semeni amen. Isaya 22:22. Nami nitaweka ufunguo wa nyumba ya Daudi begani mwake, naye atafungua wala hapana atakayefunga. Praise the Lord. Nami nitaweka ile funguo ya, unaona hii
hii nyumba ya David, hii abia huyo mwingine, hii nyumba ya David inakuanga na funguo yake, na hiyo funguo, sababu ni Mungu alitabiri mwenyewe, hakuna anaweza akaondoa hiyo funguo kwa kifuri ya hiyo nyumba. Praise the Lord. Kwa hivyo unastahili kuwa na funguo ambayo hakuna mtu anaweza akaiondoa ama akatoa photocopy. Praise the Lord. Ate nitawawekea funguo ya nyumba ya Daudi begani mwake, naye atafungua wala hapana atakayefunga. Semeni amen. Unapoomba, unapomtumikia Bwana, hebu fanya ibada ambazo zitalete inaitwaje? Tetemeko kuu, misingi itingize. Mnastahili siku moja mnapoimba hapa, mnatingiza area hii ya Kayole. Ate isemekane kuna church iko pale chini inaitwa Aba. Watu wa huko wanaomba na wanaamini Mungu mpaka mnatingiza misingi ya area in the name of Jesus. Katika Matendo ya Mitume 16:26 nasema, ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikiswa, mara ile milango yote ikafunguka na vifungo vyote vikalegezwa. Jabasi yao ile sietagwa Paulo kukigana githigithia, kukawa na tetemeko. Tetemeko, sema tetemeko kuu. Anani alogosho. Milango ikihikuka, milango ikifunguka, kuwe na tetemeko kuu kwenu. Ginyado magwetigere. Wanaopanga wataanza kuogopa mabaya. Wanaopanga mabaya wataanza kuogopa. Ni kwa sababu huendi peke yako, na hiyo inafungua mlango si wewe, ni Bwana. Praise the Lord. Unaweza fikiri kuna mtu ambaye agechukua poro mara nyingine amweke kwa jela na ni Mungu alifungua usiku. Unaweza fikiri ati kuna mtu agecheza wakati huo na wote walitingizwa. Praise the Lord. Kuna siku inakuja, mikutano ya huku itatingiza hu area hii in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kibali mtapata mnapofungua biashara mpaka neighbors wanawaogopa. Kwa sababu maandiko inasema, ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, mara ile mlango yote ikafunguka na vifungo vyote vikalegezwa. Praise the Lord. Ikiwa kuna kifungo inatawala ndani ya mtu ambaye yako hapa, ilegezwe in Jesus name. Ilegee in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nilikuwa nasema siku moja tukaenda fellowship mahali kunaitwa Zabezi Kamugoga. Tukiwa kwa ile mkutano, ilikuwa mkutano wakati ule kulikuwa na mchungaji alikuwa anaitwa Haridas, na watu wa ile church ni wale watu walikuwa waobaji na watu ambao hawakuwa na furaha, hata kidogo. Unaona umeokoka, umejazwa na roho, lakini ndani yako hakuna furaha. Mchungaji wakati alikuja aliachilia nguvu za furaha. Praise the Lord. Na nguvu za furaha ambazo aliachilia, ninakumbuka sana wengi walikuwa na magari yao. Sasa kuna mama mmoja ambaye
aolewe hakuwa amefurahi. Lakini wakati mchungaji alisema siku ya leo tutaachilia roho ya kufurahi, huyo mama alicheka, akafurahi, akasema nafurahia bwana wangu. Haleluya. Anapokusalimia tu hivi anacheka, kuingia kwa gari anacheka tu, akawa na smile. Unajua kuna watu ambao wanakaa kama wakati wa mvua unakuta mawingu vile inakaa dark. Ule mama alifurahi, agitherero ni wega wa Ngai. Wakati aliingia kwa gari, kuweka gari funguo, anafurahi tu, anaangalia watu wote wanafurahi, anafurahi. Kutaramuka akasahau wakiwa Kagemi. Gari ilikuwa Cloud 120, akasimamishwa na polisi. Kusimamishwa na ule polisi, akamwambia, unajua askari wa siku hizi wanapigia mtu salute. Kupiga salute hivi, akaenda akasalimia mama. Mama ni kucheka tu. Haya, akauliza, kwa nini nimesalimia mwenda wazimu? Yule mama kusalimia askari hivi, askari aligongwa na shock, akaenda akaanguka pale. Watu wakashindwa, kwani huyu mama ana nini? Anacheka tu. Haleluya. Askari akaamuka, akaenda akaambia mama, mama enda na Yesu. Mama akafuga dirisha yake ya gari, akaendelea na safari. Praise the Lord. Hii inamaanisha nini? Bwana anapoteremkia mtu anapata kitu inaitwa power and authority. Praise the Lord. Sema power and authority. Hallelujah. Watu wanakosa kufaulu ni kwa sababu gani? Watu wamebarikiwa, ni kweli wamebarikiwa, lakini wamekataa kuchukua power and authority. Praise the Lord. Hata kunao hapa wamebarikiwa saa hii, lakini wamekataa kuchukua power and authority ya kufanya jambo. Na hiyo ni kumaanisha nini? Unaweza ukaenda pale, umefungua biashara, unafanya kazi, lakini unaogopa kuchukua pesa zile ziko kwa account kufanya biashara nyingine, sababu unaogopa. Mtu ambaye ana power and authority haogopagi, anafanya kazi, sababu hapa duniani ndio tunafanya kazi na pesa, biguni haitatumika. Sema haleluya. Amen. Guo cia matu-inĩ itigũragwo na mbia, kuguo gũra nguo ndũkahane mũciri wa Kangemi. Huyu mzee anaitwa Mushiri, ni mtu ambaye ana mali, ni millionaire, billionaire, lakini unaweza ukamkuta akiwa kwa mituba akibagaini trouser ya 200, anasema hapana, nitanunua 70, tanunua 70, sina pesa nyingine, na ni billionaire. Hebu niwaulize, Mungu akiwabariki wapatie muwe billionaire, mtakuwa kubagaini trouser ya 170, 200, ati usiwe 70? Vaa vizuri, sababu biguni hakuna kuvaa nguo hizi. Tukienda biguni tavalishwa nguo zingine ambazo si za fundi wa hapa. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hata kuna mama anaweza kuwa hapa na mzee, unaenda kayole kona, unasema unanyanya mfujeka, weka zabau na unado. Mama ungekuwa ciana ciaku, watoto wa mendege indo icio ta ruhiũ rũtuĩku, kana waragire kuria. Jose, unikumbushe tukitoka leo nikupeleke mahali. Praise the Lord. Uria wega no nyua wega, kula matu-inĩ gũtirĩ maũndũ macio, uko ni uzima wa milele. Hata naambiaga watu ni vizuri kukula vizuri na kunywa vizuri,
Nigetha twiguthika tukaigua kindu kega turathika. Ni mtero ucio ungi uriage wega ndukanywa wega. Na ndrakua. Na ili wakati wa kuguzika tusikie ni kitu kizuri tunazika. Si kuuliza kuna mtu hapa ndani ya sanduku, kuna mtu hapa. Kwani mnasika sanduku tupu? Wacha niwaambie nyinyi, sema nyinyi, na hii ni utabiri, nimetabiri. Haleluya. Utazikwa ukiwa na nguvu. Ndukanaatirio ni murimo uheje. Acha. Hapana. Mutikana hatererio ni mirimo. Praise the Lord. Ndukarate yuleke. Ikiwa kuna ugonjwa unakutafuta, uambiwe ya kwamba mlango umefunguliwa uponyaji. Praise the Lord. Urudi mahali ulipitia ukija. In the name of Jesus. Ikiwa kuna shida inakutafuta, iambiwe hivi na ijue saa hii. Urudie mahali ulikujia. In the name of Jesus. Sema amen. Hallelujah. Ikiwa kuna taabu ambayo inakutafuta, iambiwe sasa hivi rudi mahali ulitoka. In the name of Jesus. Ikiwa kuna mtu anapanga vile milango yako itafungwa, aambiwe ya kwamba hata nyingine itafunguliwa. In the name of Jesus. Sema yeye. Sema yeye. Yeye. Hallelujah. Praise the Lord. Muwe na imani. Imani kuu. Praise the Lord. Praise the Lord. Unajua Yesu wetu alipobatizwa katika kitabu cha Matthew 3:16, sio kubatizwa tu. Maandiko inasema alipokwisha, verse 16, Matthew 3:16, alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, ndani ya maji, akapanda juu, tazama mbingu zikafunguka. Akamwona Roho wa Bwana akishuka kama hua akija juu yake. Watu wengine wakibatizwa wanatokaga, unastahili ukifanyiwa ibada, kila ibada inapofanyika kanisani inastahili kuwa ibada ya kufungua milango. Praise the Lord. Ukibatizwa milango inafunguka, mbingu zinafunguka. Mtoto akiwekelewa wakfu, kuwekelewa mikono, mlango wa huyo mtoto maisha yake inabadilika. Hii joto ya mtoto inastahili kuisha kutoka hapo. Lakini mama wengine wanakuja kanisa wakati wanataka watoto wao wawekewe wakfu. Kimalizana na hiyo unamrudisha nyumbani, anakaa nyumbani. Tero ucio mwanare mwana tika afati umige nyumba. Praise the Lord. Ati saa hii kuna mtoto tuliwekelea mikono, saa hii umemweka nyumba kama kafati, kama uga. Yemuji warali atia. Nauliza, mtoto tuliwekelea mikono, awe anakuwa kanisani, awe anatumika kanisani, umemweka nyumbani kama uga, na unataka milango ifunguke. Na hiyo koka na 500.
hapo ni kama kafati warali atia. Praise the Lord. Yesu alipobatizwa, Biblia inasema ya kwamba mbingu ikafunguka. Ama mnafikiri Yesu alibatizwa mama yake Maria akampeleka nyumbani akamweka kwa nyumba vile mnaweka watoto? Akibatizwa ni aende akahubiri injili. Akiwekwa wakfu ni akae chini, akae katika mafundisho. Praise the Lord. Ili afungulie wao wengine baraka. Hey, praise the Lord. Biblia inasema ambao waliamini walikaa na walidumu katika mafundisho. Wanao wekelewa mikono wanastahili kudumu katika mafundisho, si kuwaeka nyumbani kama unga. Na wacha nikwambie, ukikataa neno hili la Biblia, mtoto wako afundishwe hili neno na tumemwekelea mikono, umekataa hii neno, umekataa mafundisho, atafundishwa na dunia. Hata akiwa amekelewa mikono na yule bishop ana kofia kubwa, ikiwa hata dumu katika mafundisho, atafundishwa na dunia. Praise the Lord. Hallelujah. Mtoto anapokuja kuletwa kanisani, anastahili anapotoka hapa aanze kupanda milima, si kuteremka, si kunywa sigara, si kunywa pombe. Haleluya. Atukuzwe mtakatifu wa takatifu. Yesu alipobatizwa, Biblia inasema ya kwamba akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikafunguka, akamuona Roho wa Mungu akishuka. Ibada yote takatifu inapofanywa inastahili kukupeleka level nyingine. Sema haleluya. Inastahili kukupandisha. Na ikiwa ni kuteremka, ni Roho mtu anastahili kuteremka kwako, kuteremkie. In Jesus name. Semeni amen. Na ndio maana Yohana 1:51, John 1:51, Johana ile tarehe ile ni Yohana 1:51, akawaambia amini amini nawaambieni, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Praise the Lord. Mkiamini mtaona mbingu zimefunguka. Na hakuna mtu ambaye mbingu ikifunguka hakuna wakufunga. Itu hadikelelia. Mbingu ikifunguka hivi, ikufunguki, wacha sikiliza na usikiliza vizuri. Kirathimo kenge jikorokera onogerie kuhinga ndungihota. Praise the Lord. Mbingu ikifunguka, hata wale wanapanga babaya hawataweza, kwa sababu tayari ni Mungu amefungua, si mtu. Haleluya. Sema sema amen. Haleluya. Abia huyo mwingine, mbingu yangu ikifunguka hakuna wakufunga. Ikifunga imefunguka. Baraka yangu inapoteremka, ndogiane nderia kirathimo giakwa. Wathani arogocwo. Ati wigwende hende jikorokirwo ni Roho wa Ngai kana wega wa Ngai, na wanderie moko ati wikare o kiu ni giakwa, changu ni changu. Praise the Lord. Sema hallelujah. Hey. Matendo ya Mitume 7:56 akasema, tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Anza kuona hayo. Hallelujah. Anza kuona mbingu zimefunguka. Hallelujah. In the name of Jesus. Ufunuo Revelation 19:11, kisha nikaona mbingu zimefunguka, na tazama farasi weupe, naye aliyempanda anaitwa mwaminifu na wa kweli, na kwa haki anahukumu na kufanya vita.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pia katika kitabu cha Ufunuo 21 verse 6, Yesu anasema mimi ndimi Alpha. Mimi ndi Alpha and Omega, mwanzo na mwisho. Yeyote aonaye kiu nitampa bure maji kutoka katika chemichemi ya uzima. Hallelujah. Tumalizie na ule mstari tulisoma Ufunuo 3:8. Na yajua matendo yako, tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hakuna awezaye kuufunga. Hebu turudie hapa. Tazama nimeweka, kwa sauti ya watu ambao wamekula lunch. Tazama nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa, wala hakuna awezaye kuufunga. Imewekwa mbele yako. Sema imewekwa mbele yangu mlango. Mlango. Sema mlango. Lango, lango, lango. Nimewekewa mlango. Sema lango. Hakuna mtu atakayefunga. Ya baraka. Hallelujah. Ya baraka. Sema ya baraka. Hakuna mtu atakayefunga. Ya ushindi. Hakuna ambaye aweza kufunga. Mlango ya neema. Hakuna mtu awezaye kufunga. Wow! Hakuna. Hakuna. Inua mkono useme hakuna. Sema hakuna. Sema upande huu hakuna. Upande huu hakuna. Upande huu hakuna. Upande huu hakuna. Hakuna atakayeweza kufunga. Ni kwa sababu ni Bwana amefungua ile mlango. Mlango wako umefunguliwa. Hallelujah. Mbingu zimefunguka, na hata hakuna hata mmoja awezaye kufunga. Sema ye. Sema ye. Sema ye. Sema Yesu ndiye amefungua. Sema hallelujah. Unapotoka hapa leo, unapofika mahali unafanyia kazi, jua mlango imefunguliwa. Hallelujah. Jua mlango. Sisi ni watu wa imani. Sisi ni watu wa imani. Na imani hakuna mtu anaweza funga mlango yetu. Baba yetu ni wa mbinguni, mwenye dunia hii na mbingu. Yeye ndiye anajua mipaka ya mashamba. Yeye ndiye anajua mahali pesa ziko. Yeye ndiye anajua utajiri mahali iko. Sikiliza na usikilize vizuri. Baba yetu ni tajiri. Mogethia muthimo kimanyaga o. Muthimo ekatia. Ni kuri eri. Pero ucio ke baba itu ni mutongu. Baba itu ndeke. Na ikaraga matuini. Mwathani arogocwo. Haya. Saitani ire. Tho itu ni muthini. Aikana guku thi. Gutire mundu aikana guku thi. Wena kindu. Mwathani arogocwo. Baba itu ikarake. Na ndio mama ikatire. Kwa hivyo baba yetu alifukuza Saitani na umaskini wake na shida zake. Praise the Lord. Kwa hivyo kaa karibu na baba. Hallelujah. Mimi nakumbuka msichana alikuja akaniambia Mandi, no ailetu ni aramono, ailetu msichana anapokuja anafanya hivi sasa hii nikashindwa ni ya nini. Nilikuwa naomba pesa ya nywele. Huwezi ukaitisha pesa ya mtoto, pesa ya nywele unampatia hapo hapo. Unamwambia tunakuaga tuna mipango, sivyo? Nikamwambia
Sababu umeniambia hiyo, nitaenda kutafuta. Ukaida dilake leka ginye thi. Uliniahidi. Praise the Lord. Uliniahidi. Unoma kwa kerute ona kone nuthu deposit. It's on nevera nei. Hallelujah. Na netale wera aduteire. Aje tale wera aduteire. Anaitisha kama ni kazi amenifanyia. Sasa niambia, unajua ni leo. Nini? Ni leo unaleta. Ni kama deni. Atukuzwe Yesu. Ilibidi nitoe ili nikae na peace. Hivyo ndivyo. Hivyo ndi unapoambia Mungu nipe, atakupa. Na kuna wakati la kuambia ngojea. Praise the Lord. Lakini siku itakuja utapewa. Hallelujah. Lakini leo amesema amefungua mlango. Na hakuna ataweza kufunga mlango huo. Hallelujah. Gutiri ukota kuhinga mlango wako. Mathani arogocwo ume hao kimenyaga mlango ni muhingoku. Mathani arogocwo na una mlango usifikiri imefunguliwa hivyo tu. Ila nguvu ilifufua Yesu kutoka kwa wafu. Hizo nguvu ndizo wametumia kufungua mlango wako. In the name of Jesus. Sema yeye, patia Yesu sadaka ya makofi. Oh, Bwana, umetufungulia mlango. Hakuna awezaye kufunga. Ndio maana ninakushukuru sababu ya uaminifu wako. Inua mkono wako useme asante Yesu kwa kunifungulia mlango. Ombeni mtapewa. Oh, in the name of Jesus. Bishani mlango ikae wazi, mfunguliwe mambo yote. In the name of Jesus. Jehova, hili neno ni neno letu. Hii neno ni neno la kila moja. Mfalme mwema, ninakushukuru. Asante Bwana kwa sababu mzazi anafurahia wakati anaona watoto wake milango imefunguka. Nitafurahia nikiona hawa mambo makuu yakifanyika. Nitafurahia sasa nikiona Jehova wa hawa kinuliwa na wewe Bwana. Neema na kibali chako Bwana zipelekana kila moja. In the name of Jesus. Asante Jehova. Asante Mkombozi. Asante kwa sababu umekomboa wengi leo. Asante kwa sababu umefungua wengi leo. Asante kwa sababu milango mingi imefunguka. In the name of Jesus. Mfalme mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu ya watoto wetu ambao wako pale juu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya hawa mama, na asante kwa sababu ya wazee na vijana wetu. Jehova, ni asante kwa sababu ya wachungaji. Mfalme mtakatifu, ninakushukuru kwa vikundi vyote vya hii kanisa. Jehova, mimi ni furaha yangu kuona Jehova kila mmoja amefunguliwa mlango. In the name of Jesus. Oh, hata wale wamezaa nyumbani wanalea watoto wao pale, Jehova wakubuke hata wao milango yao. Hata wale Jehova hawakuweza kuja leo, lakini Jehova ni wa nyumba hii wote tuwajue ya kwamba mlango wao umefunguka. In the name of Jesus. Kuna wengine wanatupenda, wanatusikiliza, hata wao tuwaombea mlango wao ufunguke. In the name of Jesus. Asante kwa sababu Yohana aliona mlango umefunguliwa mbinguni na sauti aliyoisikia ikisema, panda huku, ukamuonyesha mambo makubwa. In the name of Jesus. Mfalme mwema, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mkuu. Ni mkuu. Baba mkuu. Baba, wewe ni mkuu. Unafanya mambo ya ukuu. Mtakatifu wa takatifu, unafanya mambo ya utakatifu na kweli. Jehova, asante. Asante. Ikiwa kuna mtu alikuja hapa leo akiwa na prayer request, akiwa na ombi, chukua hatua ya imani, inua mkono. In the name of Jesus. Baba, tazama mikono
ya watu ambao wanakuamini. Bwana, tazama mikono ya watu ambao wanakuamini. Naleta mahitaji yao kwako. Naleta boma zao kwako. Naleta kazi zao kwako. Naleta imani yote kwako. Naleta mahitaji yote kwako. Ambao wako pale, ambao hawana nguvu, wakapate nguvu. In the name of Jesus. Ninaona mkono, kuna mkono unakuelekea wewe, na ni mkono wa baraka, mkono wa Yesu. Pokea huo mkono in the name of Jesus. Kuna imani, kuna mama wa imani, kijana na mzee wa imani pale. Mahitaji yako leo imemfikia Mungu in the name of Jesus. Mlango ambao natarajia ufunguke, kama vile mtu anajenga nyumba, anajifungulia mlango, na siku moja Bwana anakuja kutangaza ya kwamba nyumba hii ni ya huyu mtu aliyenitumikia. Siku ya leo mlango unafunguka kwako, mlango wa uponyaji in the name of Jesus, mlango wa neema in the name of Jesus, mlango wa imani in the name of Jesus. Kuna jambo linatendeka kwako ndugu, kuna jambo linatendeka kwako mpendwa, kuna jambo linatendeka kwako wewe dada, in the name of Jesus. Oh, amini, amini, mkono wa Bwana unafanya kazi maishani mwako. Amini, 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 nawaambia amini in the name of Jesus. Kuna mlango huo, kuna jambo linafanyika na njia ya kiroho. Negwetekia tu, negwetekia gutoma maundu mekeke. Sababu ya kuamini Noa alijenga Sabina, kwa sababu ya kuamini Hana alipata mtoto. Oh, in the name of Jesus. Kwa sababu ya kuamini wewe umetendewa, 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 umetendewa kulingana na mapenzi yako. In the name of Jesus we pray. Let us celebrate Jesus. Semeni Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Shagwa na vigelegele. Celebrate Jesus. Oh, in Jesus name. Kuya ndo mohoro omuthi, kuri undu wekika, kuri andu mekugea na thayo, kuri andu megukoma toro omuthi thiini wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Mwathani arogocwo. Kuri andu maundu mao ni macenjia ni undu wa hinya wa Yesu. Ugaie, ugaie, na twaiguithaniria ni mekika. Irocuke twaiguithaniria ni mekika, tondu maandiko maigite uria mukaiguithaniria goko thĩ nĩ ngeka. Nĩ twaiguithaniria nĩ gwekĩka ũguo, nĩ twaiguithaniria. Ugaie, ugaie, he, shangilia ye, shangilia yes. Amen, amen and amen. May God bless you. He, geithia mũndũ ũcio ũngĩ, mwĩre kaĩ niĩ ndirĩ harĩa ndĩrarĩ. Ndatorwo handũ hangĩ igũrũ nĩ Mwathani. Praise the Lord. Hallelujah. Ũrĩa ũgũkĩte tiguo kuma gũkũ, sababu kuna mkono unafanya kazi. May God bless you. Nani angetaka kuokoka na ako hapa? Nani angetaka kuokoka na ako hapa?
Inua mkono wako useme ni Yesu ameniokoa. Inua mkono na usimame. Nani angetaka kuokoka? Inua mkono. Kujeni hapa nyinyi mnasema mnataka kuokoka. Kujeni hapa. Msiogope, kujeni. Wale wanaokoka kujeni. Kunao wanakuja. Hata watoto kujeni, wale wanaokoka. Wale wanaokoka. Haleluya. Wasichana wengi waliokoka wakiwa lika hii. Sasa ndio wanaongoza praise and worship makanisani. Usidharau watoto. Kujeni hapa nyinyi mnaokoka. Praise the Lord. Wokovu ni yetu na watoto. Kujeni mpande hapa juu, mpige magoti hapa. Hapo pigeni magoti hapo. Inyo no muna tare wa nai. Mwana tare wa ana. Adwala kegumeka gogwe, wala watu wajinga wanasemanga hivi. Alikuwa na mkutano lakini watoto waliokoka. Sasa akashindwa wokovu ni wakina nani? Kwani ni wazee? Hiyo ni kwa sababu ya kuwa na ujinga wa kiroho. Wokovu ni yetu na watoto wetu. Waekea microphone. Ama kwa sababu ni watoto hawapei microphone. Haleluya. Inueni mikono. Na kwa nini muamuli? Unajua watu wakiokoka wanaliaga. Haya. Inueni mikono msemeni, Bwana Yesu, tumekupokea. Uwe mwokozi wa maisha yetu. Na siku moja tukiwa watu wazima tutasema tuliokoka tukiwa watoto wadogo. Bwana tulinde na utuonyeshe kukaa ndani ya wokovu, utakatifu na katika mafundisho. Tudumu na tukae nyumba yako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeokoka na kuamini. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya watoto hawa. Ulituambia ufalme huu ni wetu na watoto wetu. Na leo mlango wa wokovu umefunguka. Na ndio maana wameokoka hawa. Jehova walinde, na wakati watakuwa watu wazima watasimama na kusema niliokoka nikiwa mtoto mdogo. Bwana, ulinde watoto hawa, ulinde wazazi wao, ili wadumu katika nyumba yako na mafundisho, na ili wakati watamaliza kazi wataupata uzima wa milele. Ni kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Semeni amen. Amen. Patieni Yesu makofi kwa sababu ya kuokoa watoto wengi. Haya, teremkeni pole pole. Haya, simameni hapo. Simameni hapo. Ekaya mutarama gaithia. Kana ndiko maira, ukaimuga ithia ndo aya Ngai. Ukaimuga ithia honokia ya mahonoka. Salimieni watoto ambao wameokoka leo. Haleluya. Usiwadharau sababu ni watoto. Unajua kuna watu walienda kudharau watoto. Yesu akawaambia msidharau watoto, wacheni waje kwangu. Wasalimieni. Ona mafatara makahago makero, karibuni kwa wokovu. In the name of Jesus. Wakaribisheni kwa wokovu. In the name of Jesus. Wasalimieni. Hey. Eni. Na heko tano twathiaga tene. Andu bangehonokire ndonago mundu ya guoko iguru ni tugu okogosanje Jesu gatoromeka Ngai Jesu thakame yakuetheragia mehia kugoshamwa. Bwana linda watoto hao in Jesus name. Semeni amen. Amen. Yes. Tumebakisha nini sasa kwa service? Offering. Asha wetu leo tutatoa sadaka. Tithe ndio tutaweka bahasha. Sadaka unajua ni offering. Offering ni kitu na offer. Na kitu na offer unaweza chukua na mkono unapeleka. Lakini tithe ni kulipa.
Biblia inasema mambo ya kulipa tithe ni kumaanisha ni kurudisha mko. So anikurudisha kile umepata kikawa tithe. Na ni vizuri watu waelewe tithe ni nini, sababu wengi hawajui. Mama, ukipanda mahindi usikule yote, bakisha mbegu ile utaenda kupanda kwa shamba. Haleluya. Mzee vile vile, wakati wa mavuno ikiwa mingi, mavuno yale yako, ukule mavuno, lakini mbegu ukubuke pale. Nayo tithe, unapokubuka mbegu, tithe nayo ni ya Bwana. Kwa hivyo tutatoa tithe zetu na Bwana azibariki. Maandiko ambayo itatuongoza kwa tithe iko hapa. Na kutoa tithe ni kuweka akiba biguni. Kutoa sadaka kunafurahisha Bwana. Kutoa mali yako. Hebu niulize, na ni vizuri kuulizana sababu hii ni church na watu wanastahili kuelewa. Bwana unaweza ukampa na vile yako na vitu nyingi, unaweza ukampa. Lakini kutoa ni kurudisha shukrani. Sema shukrani. Praise the Lord. Na huwezi ukarudisha shukrani na mikono unapoenda kuomba. Kwa hivyo ni vizuri muelewe hapo, kusija watu ambao watawadanganya. Maandiko inasema tunapokuja, tunakuja na dhabihu ya shukrani. Na dhabihu ni 3: sadaka, tithe, na kitu chochote ama thanksgiving, na ndio zinaitwa dhabihu. Praise be to God. Matoleo inastahili kutolewa namna gani? 2 Corinthians 9:7. Huyu ni mtume Paul alisema, kila mmoja na atoe kama alivyo kusudia moyoni mwake, si kwa uchungu. Watoto nyamazeni. Haleluya. Kila mtu na atoe kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uchungu, si kulazimishwa, si kusukumwa, wala si sinikizo. Kwa maana Mungu hupenda mtoa ambaye anatoa kwa furaha. Hiyo ndio mnafundishwa Simiyu shuleni. Mungu anabariki yule ambaye anatoa kwa furaha. Praise be to God. Katika maandiko mengine ambayo inasema ya kwamba tunapopewa bahasha, 1 Peter 1:4, mnayo urithi usioharibika, usio na mawaa, usiokufa, umehifadhiwa mbinguni kwa ajili yenu. Wapendwa, kila mtu ataurithi na kila mtu atavuna. Praise the Lord. Kuna jambo Mungu alinifundisha Friday, na hili jambo inazungumzia wale ambao akiba zao ama akaunti zao za biguni hakuna kitu zinawekagwa, zinakuwa dormant. Unapoenda bank, ikiwa bank yako ni dormant, unaweza pata faida kweli? Ikiwa kazi yako ni dormant, unaweza pata kitu? Ikiwa hujapata kitu. So ni vizuri akaunti zetu isiwe dormant kwa Mungu. Mungu akiangalia chini anaona sister fulani ama brother fulani kuna kitu anawekaga kwa account ya biguni, ama kuna kitu ambayo anapanda. Madhani ya roho show. Ndio mwendekete ogua. Siku moja nilikuwa nimefanya hivi, niwaambie dhambi zangu kidogo.
Hapo mtasikia vizuri sababu ilikuwa dhambi. Haya, sasa nikaenda mahali nikapata 300k. Nilikuwa na 24 years. Nikaenda nikaangalia. Sasa ni hesabu 10% ya hizi zote. Nipelekee mtu. Wacha nikwambie. Sikupeleka. Unajua niko na mali. Mimi nikaomba gari ya mtu. Na siku najua kuendesha vizuri. Mimi nilienda nikifanya kuingia barabara ingine hivi, gari ililala ikachukua miguu juu. Mwenyewe akaniambia, sitaki kesi, nataka ulipe gari yangu. Kioo imefujika, sijui bonnet imefanya nini, lazima utalipa. Akaniuliza, unataka nikupeleke kotini kwa sababu uliendesha gari na license yako ilikuwa imeexpire? Nikamwambia hapana. Nikamwambia wacha nikupatie. Unajua ilikuwa pesa ngapi? 64,000. So ilikuwa ile ya Mungu na ingine 34. Hivyo ndivyo mahospitali nafanya. Hivyo ndivyo unakuta watu wengi wanafanya, sababu ya Mungu itarudi kwake. Praise the Lord. Kwa hivyo watu wa Mungu, ni vizuri ili Mungu akuhifadhi na ili aone ya kwamba wewe si dormant, account yako sio dormant, ni vizuri fungu la 10 huyo unaweka kwa bahasha, unaleta Sunday. Usiende ukaingia kwa dhambi zile zilikuwa na mtume Alexander Jordan. Za kuona 30,000 ni pesa mingi sana. Walikula 60 hiyo mwezi. Kutoka siku hiyo nikatubu dhambi na nikasema sorry. Kwa hivyo ningeomba tafadhali, ni urumono gina hakuna kabisa. Si mlikuwa umefanya practice? Fugueni hiyo wimbo, hiyo tutaimba. Hiyo ni hymn. Sioshwi, tutaenda pole pole. Sioshwi, dhambi yangu tena zangu bila damu yake Yesu hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Haya, tunapoimba huo wimbo, kila mmoja ataleta sadaka yake. Tutaanza na hii line, hiyo roho mpaka mwisho, na tutaendelea. Tuanze na line ya mwisho na Bwana atawabariki. Tutaanza wimbo tukianza kupeana sadaka zetu in the name of Jesus. Kwa hivyo harakisheni in the name of Jesus. Makimaliza hao, tutaingia kwa line ya pili, ya tatu. Sioshwi dhambi zangu ila damu yake Yesu hapendezewi Mungu
ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. La kunisafisha ila damu yake Yesu. Wala udhuru tena ila damu yake Yesu. Tuseme hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Sipati patanishwa ila damu yake Yesu. Hukumu yanitisha ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Haya, tuweke beat inaenda kama country cha 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 cha, inaenda kama country. Haya, tuweke hiyo beat hiyo. Haya, twende na uongeze speed kidogo. Twaimba utukufu una damu yake Yesu. Milele twaisifu hiyo damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa
Naigai atelele. Naigai atelele. Ila. Sema ila. Tukua taikoyo ila asa. Tia kuga horowai. So tuwa kei mambo ya jana. Semeni ila. Ila. Haya, uimbe kama kasichana abaye kadogo, abaye kanatamka vizuri. Ila damu yake Yesu. Tuseme hivyo. Ila damu yake. Sasa kama katoto kadogo tuseme ila damu yake Yesu. Tuseme hebu tumaliza tena. Hebu nisikie tena. Damu menya. Kuba na mwana dauti jaga. Tuseme tena. Hakuna. Aya. Hallelujah. Sema tena. Hakuna. Mara tatu tuimbe hivyo. Kwa sauti kubwa. Heka uludamenya. Gai. Yani muna dauti jagata siaraika. Hallelujah. Praise the Lord. Kwe murago wa higoka. Dauti ya kuneagera. Hini wa yutura Yesu Kristo. Sema ye. Ito duhea dumato tisaga tene. Alama inare boru wa Musa. Boru Musa netoka ina. Hey, unato igwa na nyono ine idetiguo. Madhani arogosho. Hallelujah. Wiki yote Bwana nyoroza sauti yako. Sade tuibe igine. In the name of Jesus. Patia Yesu sadaka ya makofi. In the name of Jesus. Hallelujah. Toroigira maundu ma tuleka tureithuo. Hallelujah. Ukai haha inyuothe. Tumalize ibada. Kujeni hapa mbele. Paka watoto kujeni. Kujeni hapa. Na mtu abebe bagi yake ikiwezekana kuja nayo. Siachie mtu hapo. Baadhi utakende ya Mungu. Johnny. Usiogope, kujeni hata hapa juu. Nwaka muretigera. Haya.
Inueni mikono. Semeni, Bwana Yesu, tuongoze mwezi huu wa kufungua milango. Bwana, twaomba rehema, neema na kibali. Wewe wanjua mlango wa kuingia kwangu. Jehova, wanjua mahali nafanyia kazi. Wajua kanisa hii. Jehova, hapa kuna mlango wa baraka ambao umefunguka leo. In the name of Jesus. Bwana, ninapotoka hapa, unilinde, unibariki. Naomba neema, kibali chako ninaposafiri. Bariki kazi ya mikono yangu. Bariki akili zangu. Bariki watoto wangu. Bariki jamii yangu. Bariki kanisa yangu. Ninapoenda, Bwana, ni asanti kwa sababu nitapata kibali. In the name of Jesus. Mfalme mwema, mikono hii yangu najua ya kwamba utanisaidia kushika ambacho nahitaji. In the name of Jesus. Wale wanapanga mabaya hawatafaulu. Ni kwa sababu aliyenishika mkono si wa kutishwa, atanilinda, na ni wewe Baba. Ni asanti Baba kwa sababu utaniongoza, utanilinda, utaniongoza kwa mambo yote. Kazi ambayo nafanya utaniongoza. In the name of Jesus. Utaongoza mambo yangu na miguu yangu. Jehova, nibariki na kuomba. Naombea hii fellowship, Bwana ukaibariki. Naombea mkutano ulio mbele yangu. Ombea mkutano huo in the name of Jesus. Ombea mkutano huo in the name of Jesus. Tushirikiane kuombea mikutano iliyo mbele yetu in the name of Jesus. Mfalme mtakatifu, kila mmoja afungue kinywa chake. Wanao microphone, ambayo una microphone, fungua kinywa chako na utumie microphone yako sawa sawa kuombea mkutano ulio mbele yetu in the name of Jesus. Mfalme mwema, ukabariki mikutano ambao utakuwa nayo in the name of Jesus. Mkono wako Bwana in the name of Jesus ukaonekane kwa kila jambo. Ukaonekania watu hawa in the name of Jesus. Wachungaji ambao watahudhuria mikutano huu Bwana, uonekane kwa kila jambo in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. 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 Bwana, ninakushukuru. Bariki watu hawa wote in the name of Jesus. In the name of Jesus. We pray and we believe. Hallelujah. Nataka muangalie na kule sasa. Naye mtu wa kamera uwe chonjo. Na hiyo wapi kamera hiyo ingine? Museme hivi. Utaenda mwisho mpaka mwisho. Semeni, tunawatangazia kwa sauti kubwa. Tunawatangazia mkutano wa tarehe 18 mpaka 21 mwezi huu. Ibada ya ukombozi. Inueni mkono mseme, tumewaalika wote kwa mkutano wa siku 4 wa ukombozi na miujiza na ufufuo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana awe nanyi mnapojiandaa kuja kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Sasa inua mkono useme, sisi
Baba Faith Kayole Mugedi stage twawaita twakaribisha kwa mkutano wa revival kuanzia date 2018 mpaka 21, date 18 mpaka 21. Karibuni wote. Semeni karibuni wote kwa nguvu. Semeni tena. Karibuni tena. Semeni karibuni tena kwa revival. Amen. Sasa niangalieni. Bwana, watu hawa wanapotoka na kurudi kwao, uwe nao, uwalinde na waongoze. Neema yako na kibali na mlango kufunguka kutoka mbinguni, kila mmoja akapate ushuhuda kuanzia sasa kuendelea. Tuombea wale wetu ambao hawako hapa, uwalinde mahali walipo. Ikiwa ni mgonjwa akapate nafuu, ikiwa ni kosa nguvu apate nguvu. In the name of Jesus we pray and we believe. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be thus now and forevermore. Amen. Salimia watu wawili uambie wetagwo atia.